tunakutegemea wewe peke yako usiyefananishwa na jambo lolote. Tuliowategemea watutie moyo walitukatisha tamaa. Tuliowategemea watupe msaada wakati wa dhiki zetu walitukatisha tamaa. Peke yako Mungu unapoinuka kwa ajili ya mwanadamu ni msaada uliothabiti peke yako. Bwana, haufananishwi na sanamu, haufananishwi wewe Bwana. Endelea tu kumwadhimisha Bwana, endelea tu kumwadhimisha Bwana asiyefananishwa na kitu chochote, ambaye tumekuja kumwabudu kwenye madhabahu hii. Hafananishwi na kitu chochote, hafananishwi na wafalme wa dunia hii, hafananishwi na mitume na manabii, hafananishwi na mtu yoyote anayeonekana ana nguvu, maana ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza peke yake. Haufananishwi Bwana, haufananishwi Bwana. Peke yako tunakuadhimisha, uketie juu ya sifa za watakatifu wako, uketie juu ya sifa za Israeli. Haufananishwi, ni wewe peke yako Mungu mwenye nguvu, unayetutoa kwenye magonjwa ambao wanadamu walitukatia tamaa, wakasema huyu hafiki kesho, lakini wanashangaa ni mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, wanashangaa tu tunatembea mtaani. Wakati walikata tamaa, wakasema huyu havuki mwaka huu, wakatuchorea mstari, wakasema huyu havuki mwezi huu. Lakini Mungu siyafananishwa na mtu yoyote, unayempa kila mtu kwa kadri ya mapenzi yako, kwa kadri ya mapenzi yako. Ni wewe tunayekuabudu siku ya leo, peke yako tunakuabudu siku ya leo. Wanadamu hawana kitu cha kutusaidia, ndio maana tunakutazama wewe uliyeangikwa msalabani. Wanadamu wamejaa maneno ya kukatisha tamaa. Hata yule aliyekuwa kipofu alipokuwa anaita, wakasema unamsumbua Bwana Yesu. Ni mpaka Yesu aliposema mwite, mwacheni aje kwangu, wakasema inuka, jipe moyo, maana Bwana anakuita. Rapa shakata ya mando, repa koria na manto, repa shande repo, reko shakata ya manda, rendo ropo koria na manto, repa shando ropo. Tumekujia wewe uliye msaada wetu, uliye ngome imara, waliokupania haki wanakukimbilia, wanakaa salama. Tumekukimbilia wewe peke yako, tumekukimbilia wewe peke yako. Hata wengine wasingependa wakati huu tuwe hapa. Tunakuabudu wewe peke yako, uliyeziumba mbingu na nchi, unayetupa nafasi, kwa sababu hatujui kesho yetu. Tumeleta ibada yetu tena siku ya leo, kwa sababu hatujui dakika mbili zinazokuja. Tumeleta ibada yetu tena kwako siku ya leo. Tumeleta mioyo yetu kama manukato kwenye madhabahu yako. Pokea ibada yetu siku ya leo, Bwana. Pokea mioyo yetu siku ya leo, Bwana. Tumeleta kama dhabihu kwenye madhabahu yako. Pokea mioyo yetu siku ya leo. Tunakuabudu wewe peke yako, uliyeziumba mbingu na nchi. Malaika wanapoinama na sisi tunainama, malaika wanaposujudu na sisi tunasujudu. Wanasema umestahili wewe Bwana kupokea utukufu, kupokea shukurani, kupokea uweza, kupokea heshima, kupokea adhama. Adhama ina wewe Bwana, unayeabudiwa katika uzuri wa utakatifu wako. Adhama ina wewe Bwana, unayeabudiwa katika uzuri wa utakatifu wako. Mwabuduni Bwana katika uzuri wa utakatifu wake. Kifunguni, mwabudu Bwana katika uzuri wa utakatifu wake. Bwana anapita na sauti yake kama sauti ya maji mengi, kama sauti ya miaji mengi, kama sauti ya maji mengi, inaweza kupasua mielezi ya Lebanon, inaweza kupasua mielezi ya Lebanon. Sauti ya Bwana ina nguvu, sauti ya Bwana ina uweza, sauti ya Bwana ina adhama, sauti ya Bwana inazalisha ayala, sauti ya Bwana inawatoa wanyonge kutoka mavumbini na kuwapandisha juu. Wale waliokataliwa wanapewa kibali kwa sauti ya Bwana. Yohana alipoulizwa wewe ni nani, akasema mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Shakata ya mando, repa koria mando, repa shando ropo, reko shakataya, mando ropo, reko shako, repa shando, repa koria mando,
Tunakuabudu wewe peke yako Bwana. Wengine mawazo yao yako nyumbani, wengine mawazo yao yako kwenye biashara zao, wengine mawazo yao yako nyumbani kwao, lakini sisi tumeleta mioyo yetu tukuabudu wewe peke yako. Pokea harufu ya manukato. Nakata ya maso, repako ya manto, rembo ropo sheke, rendo ropo sheke. Moravian Kipunguni, mwabudu Bwana. Moravian ni kanisa lililozaliwa kwenye maombi. Mwabudu Bwana kwa uzuri wa utakatifu wake. Ya kukuabudu katika roho na kweli. Haufananishwi Bwana, haufananishwi na yoyote. Haufananishwi. Haufananishwi. Tumwabudu nani kama sio wewe? Tukufananishe na nani Bwana? Kuabudiwa. Yesu utaabudiwa na watoto wetu. Utaabudiwa na baba zetu. Utaabudiwa. Wewe tu Mungu mwenye. Na nini Bwana? Nikufananishe na nani Bwana? Nikufananishe na nani Bwana? Na kumbe wewe haufanani. Nikufananishe Inawezekana umewafananisha na waganga kwa sababu kuna siku walikusaidia, lakini Mungu hafananishwi na chochote. Mimina tu moyo wako. Kufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nani Bwana? Walio na kiu peke yake ndio wanaomwabudu Mungu. Peke yako Bwana.
Pokea utukufu na heshima peke yako. Pokea ibada yetu peke yako. Pokea ibada yetu peke yako Bwana. Pokea utukufu. Pokea utukufu na heshima. Yesu, asante mfalme wa amani. Asante Bwana. Pokea utukufu na heshima. Pokea ibada yetu. Tunakuadhimisha peke yako Bwana. Tunakuadhimisha peke yako. Uketie katika kiti chako cha enzi peke yako. Peke yako umestahili. Peke yako umestahili. Peke yako. Pokea utukufu. Asante kwa sababu unatusaidia peke yako. Peke yako. Asante mfalme mwema. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Amen. Amen. Unaweza kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki kwa kuweko ibadani siku ya leo. Kichwa cha somo kinasema vyanzo vya vizuizi au vikwazo katika ukuaji wa kanisa. Naomba tu usikilize kwa makini. Hapa ndo kwenye mtego ambapo upo. Watu wengi hawapendi neno, wanachukia neno. Kwa hiyo hapa ndio kuna mtego upo. Mungu akupe neema ya kuwa makini kusikiliza, ili tusiwe kama mawe ya mtoni. Mawe ya mtoni unakuta ukilikuta limekaa kwenye maji muda wote, limekaa kwenye maji, lakini ukilitoa hivi, ukiligonga hivi, unakuta bado ni gumu na linaweza likatoa vumbi. Au ukakuta tu linatereza lakini ni gumu. Watu wengi wanatereza yani kama makambare. Na kitabu ambacho tulikuwa tunasoma vyanzo vya vizuizi au vikwazo katika ukuaji wa kanisa, tulikuwa tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9 mpaka wa 15. Tanisamee ambao wamkuja kwenye semina sintasoma, lakini wasomaji wa Biblia pia tunajua habari inayozungumzwa hapo baada ya Adam na Hawa kuacha kufuata maelekezo ambayo Mungu alikuwa amewapa. Baada ya Adam kuumbwa na akapewa kumiliki bustani, alipewa maelekezo kwamba mtakula miti yote isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na wakati shetani amekuja na akakutana na Eva, sasa sijui kwa sababu alikuwa kwenye bustani, mimi sijui Adam alikuwa yuko wapi. Mimi sijui kama Adam alikuwa yuko wapi, sielewi, labda tutakuja kumuuliza tukikutana naye. Lakini mpaka shetani akapata nafasi, ambaye yuko represented kama joka yule wa zamani, akaenda kuzungumza naye, akampa lunchi, na lunchi aliyompa ni tunda la ujuzi wa mema na mabaya ambao lilikuwa ni katikati ya bustani. Akala. Na alianza kumuuliza akasema, eti Mungu amesema msile matunda yote haya? Eti ukiona tu mtu anakuja anaanza tu na swali, eti uwe makini kusikiliza kitu kinachofuata. Akasema, eti nimesikia kwamba kipunguni si hivi na hivi. Eti ndio huwa inaanzaga hivyo hivyo. Kwa akamuuliza, eti miti yote mmeambiwa msile? Akasema, hapana, tumeambiwa tule yote isipokuwa huu mti wa mema na ujuzi wa mema na mabaya ambao uko katikati ya bustani. Akasema, mlidanganywa. Mungu alijua mkila mtafanya nini? Mtafanana naye. Mkila mtafanana naye. Na ni kitu cha ajabu sana kwamba Mungu wakati anamuumba Adam na Hawa, aliumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba. Alivyowaumba anasema aliwaumba kwa sura na mfano wake. Lakini shetani anakuja baadaye anasema Mungu anaogopa kwamba mkila mtafanana naye, wakati tayari wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Nishawahi kusema hapa, ni sawa sawa na binti ametoka nyumbani, amevaa nguo fulani, ameona kama haitoshi vizuri, akajiangalia, akarudi tena akabadilisha, akasema ngoja nichague hii. Akabadilisha, akavaa, akajicheki kwenye kioo, akaona hapa nimependeza. Alafu anatoka barabarani na mtu kijana anasema, umependeza. Anasema, eti. Sasa unajua kabisa kwamba huyu ana matatizo ya ufahamu, kwa sababu ulipotoka nyumbani si ulijua kwamba umependeza. Unahitaji mtu mwingine akwambie kwamba umependeza, yani ndio unachanganyikiwa kabisa. Akisema nipe namba, yani dakika 0 umeshatoa simu. Eti mmeambiwa tu msile miti yote ya humu bustani. Anajua alichoambiwa, ila anasema eti mmeambiwa, na akala. Alipokula hakuona pale kwamba yuko uchi.
Na namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Mbarikiwa Mwasumbu, akasema Adam na Hawa walikuwa wanakamilishwa kwa sababu waliumbwa pamoja, na yule alitoka ukamilifu wao ulikuwa mpaka Ale na Adam ndio wanakuja kugundua wamefumbuliwa macho. Sasa sio kufumbuliwa tu macho, lakini walijikuta wako uchi. Na jana tumejifunza kwamba unaposhindwa kutii maelekezo ya Mungu au maagizo ya Mungu, unakuwa umeasi. Na dhambi ni nini? Dhambi ni uasi, ni kwenda kinyume cha au kwenda tofauti na maelekezo ya Mungu. Ukisha asi, Biblia inasema utukufu wa Mungu unaondoka, kwa sababu wale Adam na Hawa walikuwa wamefunikwa na vazi walikuwa wamefunikwa nao ni utukufu wa Mungu. Walipoenda kinyume na maelekezo ya Mungu, ule utukufu ukaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu alipokuja kuwatembelea, anamuuliza Adam, uko wapi? Anasema niko nimejificha, nilipogundua niko uchi. Anamuuliza, ulikula ile tunda nilo ukataza? Si mwanamke huyu uliyenipa. Tulikuwa na pointi ya kwanza ya kujifunza habari ya visingizio. Tukawa na pointi ya pili ya kujifunza habari ya utii. Tukawa na pointi nyingine ya kujifunza kukosa maandalizi ya kutosha. Anasema si yule, yani Adam anauliza, anasema si yule mwanamke uliyenipa. Mwanamke anauliza, anasema si yule nyoka. Nyoka kikamlamba. Hakuwa na mtu wa kumsingizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema hata kwenye ndoa anaweza kaulizwa baba akamsingizia mama, mama akasingizia watoto. Hata kwenye kanisa anaweza kaulizwa mchungaji akamsingizia, akasema si ni baraza ile. Mungu anakuja kutaka maelekezo. Anamfuata mchungaji, mbona kanisa aliendelee? Na si baraza lile walionipa na kipunguni ndio wanaonikwamisha. Mungu anakuja kwenye baraza, mbona hamjatekeleza maelekezo ambayo nimewapa? Baraza anasema si waumini tukiwaambia tu habari za michango, kila mtu anaacha kuja kanisani. Kila mtu ana mahali kwa kusingizia. Hakuna mtu ambaye yuko tayari kufanya nini? Kuwajibika. Tukasema hilo ni changamoto inayosababisha kanisa lisifanye nini? Lisiende mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na eneo la lingine tulizungumza habari ya kutokuwa na maandalizi ya kutosha. Na tulikuwa tunasoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 25 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Hii habari inazungumza habari ya wanawali waliokuwa 10. Wale wanawali 10 inasema Biblia inatuambia kwamba kulikuwa na wanawali 10, lakini katika hao 10 walikuwepo 5 wapumbavu na 5 wenye busara. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo habari si watu wote mnajua. Wale wanawali walikuwa 10. Angalia kitu cha ajabu. Walikuwa wanajua, wote 10 walikuwa wanajua kwamba mwana wa Adamu anakuja au bibi harusi au bwana harusi anakuja. Walianza maandalizi, walijiandaa taa zao, wakaweka mafuta. Wale wenye waliokuwa wapumbavu, Biblia inasema wapumbavu, sio kwamba walikuwa wajui kwamba bwana harusi anakuja, walijua. Ila walikuwa na taa zao zilikuwa hazina mafuta au zilikuwa hazina mafuta ya akiba. Mtumishi wa Mungu alitufundisha kwamba wale wengine wenye busara walikuwa na mafuta kwenye taa zao na mafuta mengine wakaweka ya akiba. Walipoanza kusikia kelele, wanasema nini? Bwana harusi anakuja. Wanasema taa zetu zinafanya nini? Zinaelekea kuzimika. Wanaenda kwa wale wenye busara. Maana yake busara unaweza maneno hao yanatumika interchangeably sometimes, hekima, busara. Wale wenye busara wakasema hapana, haya mafuta tulionayo yanatutosha sisi wenyewe. Si ungeweza kusema kwamba wawagawie na wenzao pia. Alafu waliwashauri vizuri sana, wakasema sasa cha kufanya, nendeni mkatafute kwa watu wanaofanya nini? Wanaouza. Wale wapumbavu wakatoka, wakaenda na upumbavu wao, wakaenda kutafuta mafuta. Wanarudi wanakuta mlango umefungwa. Na walipokuwa wanaomba wafunguliwe, Yesu akawaambia ondokeni, sifanye nini? Siwajui. Okay, jambo la kwanza la kujua ni kwamba hao wanawali kama walikuwa wanajiandaa kumpokea bwana harusi, ni kwamba manake wote ni kwamba katika status ya sasa hivi walikuwa wameokoka. Yaani wote walikuwa wameokoka. Kwa sio kwamba kila mtu aliyeokoka ana ufahamu wa kutosha wa kuweza kuendesha maisha yake. Wote walikuwa wameokoka, lakini wawili walokole wapumbavu, 5 na 5 walokole wenye akili. Watumishi wa Mungu, mnanisikia kitu ninachosema? Sasa nataka niseme kitu hiki. Hivi wewe unafikiri ni kwa sababu gani wale 5 wenye busara walipoambiwa habari za kuwagawia mafuta wakasema
haya yanatutosha sisi wenyewe. Kwa nini hawakuwagawia? Ni kwa sababu ni wanyimi. Kwa hiyo ina maana kuna vitu ambavyo unaweza kuwa unataka kumsaidia mtu, kumbe katika kumsaidia mtu unamsaidia mpaka wewe mwenyewe unaharibikiwa. Inawezekana kumbe. Sasa busara ndio inaoamua kwamba huu msaada unaotoa unakusaidia au unakuharibia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi hata njiani mke wangu anajua, sio kila mtu ambaye anaomba njiani mimi nampaga hela, hata nikiwa na hela. Sitoagi hela tu hivi hivi. Kiona tu mtu huyu mwingine amekatwa mkono kumbe alikuwa mwizi, mwache atumikie adhabu yake. Mimi inanihusu nini? Amekatwa mkono, muonea huruma, alikuwa mwizi. Mwingine ameharibiwa, amekuwa mlemavu, kumbe alikuwa ni msumbufu, anaharibu watoto wa watu, akakutana na wajanja wenzie wakamharibu. Mwache atumikie adhabu yake. Mimi inanihusu nini? Yaani mimi niweze kuharibikiwa kwa sababu mwingine unaweza ukashangaa umempa kumbe anachuma urete, unashangaa na wewe mwenyewe za kwako zinaenda. Sasa sikutishii kwamba usisaidie watu. Sikiliza moyoni. Mama mwingine anasema, Nsiana alisema msisaidie watu kwa sababu anachuma urete. Mimi sijasema hivyo. Nasema unatakiwa kusikia rohoni. Kwa sababu hawa wangewapa mafuta wale sisi tuna huruma, sio huruma ya kijinga. Wanatakiwa kuwa na huruma lakini una akili. Wangewapa mafuta baraka na wenyewe wangefeli kwenye ule mtihani. Wakasema, ndugu, wote sisi tunajua. Wote sisi tunajua kwamba bwana harusi anakuja. Nyie mlikuwa wapi kuandaa? Na hela ina maana walikuwa nazo. Sasa tuseme upumbavu ni nini? Yaani upumbavu ni kujua kitu cha kufanya halafu ukifanya. Upumbavu ni kujua kitu cha kufanya halafu ukifanye. Au unaweza ukawa unafanya jambo lile lile kwa staili ile ile mara nyingi ukitegemea matokeo tofauti. Yaani umefanya jambo unajua kabisa nikifanya hivi matokeo yake ni haya. Lakini unafanya jambo lile lile unarudia kwa kurudia ukitegemea matokeo tofauti. Huo ndio unaitwa upumbavu. Ujinga ni mtu hajui kitu, mjinga akielimishwa, anaelimika, anafanya sawa sawa na alipopewa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Natamani Roho Mtakatifu anisaidie nivuke hapa. Angalia, nataka niseme hivi, sisi tunapokuwa tunaokoka, Roho Mtakatifu anatujaza mafuta. Na anapotujaza, naomba uniangalie mimi. Mtumishi wa Mungu, niangalie mimi. Nasema hivi, tunapokuwa tumeokoka, Roho Mtakatifu anatujaza ndani yetu. Mafuta yale yanayotukua anatujaza, tunatakiwa kuwasaidia watu wengine kwa sababu ya hao mafuta ambayo wametupa. Lakini nataka nikwambie hivi, mafuta ya kuingilia kwenye karamu ya bwana harusi ni mafuta ya mtu personal. Ndio maana nimekuuliza unafikiri kwa nini hawakuwapa? Nasema hivi, mafuta ya kuingilia mbinguni ni ya mtu binafsi. Hakuna mtu anayeweza akasimama akasema nitaokoka kwa niaba huyu, nitakiri kwa niaba yake niokoke ndio niingie mbinguni. Biblia inasema hakuna mtu anayeingia mbinguni asipozaliwa mara ya pili. Na kuzaliwa mara ya pili sio tu kubatizwa. Kubatizwa ambapo kumezaa imani ndani yako ya kuzaliwa mara ya pili. Umeamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, umepokea na wewe ule uzima wa milele na kwamba utafufuliwa siku ya mwisho. Sasa mafuta ya kuingilia mbinguni apostle ni ya kwako binafsi. Ndio maana Biblia inasema kutakuwepo na watu wawili wamelala. Inawezekana ni mke na mume. Mmoja anatwaliwa, mwingine anaachwa. Yaani mtu hawezi akaenda mbinguni kwa sababu eti baba yake au mama yake ni mchungaji. Hiyo kitu haipo. Kwa sababu unategemea mafuta ya baba yako kwa sababu ni mchungaji, mafuta ya mchungaji wako, mafuta ya mama yako. Kwenda mbinguni ni jambo la mtu binafsi. Maandalizi ya kwenda mbinguni ni ya mtu binafsi. Sasa kwa sababu unajua unahubiriwa, umebatizwa, inawezekana umeokoka, lakini maandalizi yako, preparation ya kwako iko namna gani? Unajaza mafuta? Wengine taa zao tayari zimeanza kuwa dim. Utajuaje kwamba taa zinakuwa dim? Mtu akitoka kuokoka anakuwa na moto serious kabisa, anapenda maombi, anapenda neno, akiingia kwenye YouTube anafuatilia neno la Mungu, akisikia kwenye radio kuna seminar anafuatilia, akienda kwenye TV atafuatilia kwenye mahubiri. Lakini taa ikishaanza kukosa mafuta, utaona tu mtu anachukia neno, anachukia maombi, anachukia ibada. Unajua kabisa kwamba taa imefanya nini? Imeanza kuishiwa mafuta. Na hiyo safari inawezekana asifike huyo mtu. Kwenye gari unaona kuna kuwaga na ishara inaonyesha ikiwaka tu taa ya njano, unaweza kujua kwa gari langu hili hapa niweza katembea mpaka mahali fulani, baada ya hapo mimi safari yangu imeishia hapa.
Sasa maandalizi ya kwenda mbinguni, lakini kuna maandalizi ya kuishi maisha ya kwako mwenyewe binafsi. Hapa nazungumza na vijana, nazungumza na watu wazima. Mfano wewe kijana, unategemea, nilikuwa nazungumza kuna siku na mtumishi wa Mungu hapa. Unataka kuwa mwimbaji ambaye unatoka hapa Kipunguni utaenda kuhudumia mataifa. Alafu nikikuuliza role model wako kwenye uimbaji ni nani? Unasema mimi nampenda fulani. Unamfuatilia, unajua nyimbo zake ngapi, unaweza ukaziimba, tukikuwekea hapa biti, unaweza ukaimba mwanzo mpaka mwisho. Unasema hapana, najua tu chorus. Wewe hauko serious na kitu unachokifanya. Usitegemee kwamba utatoka hapa Kipunguni. Una nia ya kuimba zinafanyika, unasema mimi nataka siku nifanye live recording. Mtumishi wa Mungu ana mpango wa kufanya live recording. Zinafanyika ibada za live recording. Hakuna siku umeenda umekaa nyumbani. Utajifunza lini? Mimi nakumbuka mtu ambaye ana kiu ya kutaka kuimba, anataka kutengeneza sauti yake, sio mpaka mwalimu waje. Utamsikia hata ukiwa nyumbani. Ukiona mtoto amepata kiu ya kuimba akiwa bafuni, utakuwa unasikia anaimba, anataka, yani ana kiu. Hasa mkianza kuzifunza zile skills zile, ndio mnatusumbua sana nyie watumishi. Unasema mtoto yuko bafuni akiwa, yani muda wote anaimba. Kwa nini? Ana kiu ndani yake ya kuzaa kitu fulani. Kwa huyo mwalimu akija atakuwa anamsaidia. Sio unakuja tu kuimbia hapa, mwalimu akisema imba hivi, wewe mwenyewe ndani yako una kiu kiasi gani? Hayo ndio maandalizi. Unataka kuwa mwanasiasa, unataka kuwa mfanyabiashara, unafuatilia nini? Unasikiliza nini? Unasoma nini? Mtu anataka kuwa mwanasiasa, ukimuuliza umewahi kusoma vitabu vya uongozi? Vitabu tu vya siasa, vya uongozi vingapi? Hamna kitabu ambacho umewahi kusoma. Utapata wapi maarifa? Bwana Yesu asifiwe. Muulize huyo mtumishi wa Mungu Faraja hapa. Wakati unajifunza kinanda ilikuwaje mtumishi wa Mungu? Hebu niambie. Kwanza nilikuwa sina access ya kinanda. Kanisani kwetu walikuwa wanaruhusu kugusa kinanda kama hivi. Kama tutakapokuwa tumenunua hapa tunasema mtu asiguse, usije karibu kinanda. Kwa hiyo nikamuomba mlinzi, nikamwambia nina ratiba za maombi na usiku na kesho. Nilikuwa naingia kanisani, naanza kuomba mlinzi tu akilala, naenda nachukua kinanda naanza kuimba. Hebu nasikia hiyo story. Sikuwa na mwalimu, sikuwa na smartphone, ila nilikuwa nazima simu ya mtu na download YouTube. Naenda kwa siku naenda najifunza hivyo. Nilifanya tu wiki moja. Baada ya hapo nikawa naenda kwa wiki na tatu. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Hivi unajua kilichosababisha aanze hiyo mbinu ya kwenda kulala kanisani kwa sababu gani? Ndani yake kulikuwa na kitu. Kuna kitu kinatakiwa kizaliwe. Sasa wewe Apostle Peter unataka kupiga kinanda. Unaweza kuja kukesha hapa na kinanda mpaka asubuhi. Umemwacha mabaraka nyumbani. Mtumishi wa Mungu, unataka kuwa mwanasiasa, channel za TV unaangalia nani? Unaangalia tamthilia. Tamthilia za kibongo ambazo zile ambazo jini anataka kuvuka barabara anaangalia huku na huku. Hiyo ni jini. Yaani watumishi wa Mungu. Yaani unajua tunapoangalia tumeshinda kuangalia na mkumbuka sana mtumishi wa Mungu ya Mungu anasema kila wakati umekaa unaangalia tamthilia, unaangalia na mkumbuka sana. Tamthilia zimetengenezwa na mtu amekaa hapo, alikuwa hana kazi, ametunga kisa, na wewe ndio umekaa muda wako wote unapoteza hapo. Muda wa kuomba huna, muda wa kusoma neno huna, unasema nataka kuwa mhubiri mkubwa. Mhubiri mkubwa kutoka wapi? Kikosi cha mpira sijui cha Uingereza unataja chote. Taja wanafunzi wa Yesu. Nimuinue mtu mmoja hapa ataje wanafunzi 12 wa Yesu. Lakini ana timu 7, timu 8 anakutajia za Marekani, Uingereza, sijui za wapi, sijui huko Hispania, anakutajia majina mengine sijui Shevchenko, sijui nani. Majina magumu anakutajia. Nitajie wanafunzi wa Yesu 12. Kuna mtu nikimuinua hapa wanafunzi watatu atoboi. Atajua tu Petro na Yohana. Atoboi. Lakini yupo kwenye safari ya kwenda mbinguni. Sisemi kwamba ukiyajua hayo majina ndio unaenda mbinguni. Nasema ile kiu, unasema mimi nataka kuwa mhubiri. Maandalizi yako yakoje? Unasema nataka kuwa mfanyabiashara, unafuatilia vitu vya biashara. Unataka kuwa mwanasiasa, unafuatilia vitu vya siasa. Tukikwambia jana watu wa upinzani wamesema nini? Watu wa serikali wamesema nini? Una kitu, hamna kitu unafuatilia. Unakuta kichwani umejaa mpira, zimejaa tamthilia.
Afu wakuite waseme simama mbele ya viongozi wako hapa, hebu zungumza. Hauna content ya kitu cha kuzungumza ambacho kitawashawishi watu kwamba wewe unaufahamu. Tuna watoto wanasoma shule, confidence hawana ujasiri wa kuzungumza mbele za watu. Malezi tunaowalea, maandalizi. Hao watoto tunaowalea sasa hivi ndio hao wanaoenda kushindana kwenye soko la East Africa. Mnaona Wakenya namna walivyochangamka. Naenda kupambana na Wakenya kwenye biashara. Maandalizi yako kiasi gani? Kwa kuwa mwenye busara, kuwa mwenye hekima ni kuwa na uwezo wa kutambua vitu. Unatambua vitu na ni uwezo wa kimungu ambao unajumuisha maarifa na ufahamu na uelewa na namna ya kufanya katika vile vitu ambavyo unavielewa, kuvifanya kwa wakati. Ndio kuwa na busara. Sasa kuna busara au hekima ambayo ni ya kimungu na kuna hekima ambayo ni ya kibinadamu. Hekima ya kibinadamu, mtu akikusikiliza hivi anaona huyu mtu anashauri kitu kizuri. Usipokuwa na Roho Mtakatifu huwezi kujua kwamba hii ni hekima ya Mungu au ni hekima ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nikutolee mfano wa hekima za kibinadamu. Hekima ya kibinadamu naweza kuambia mpende akupendaye, asiyekupenda achana naye. Si umeona inavyo sound vizuri hivyo? Pende akupendaye, asiyekupenda achana naye. Na unaweza kuwa unaishi kwenye huo mfumo, unafikiri unaishi kwenye mfumo wa kimungu, kumbe unaishi kwenye mfumo wa kishetani. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Mpende adui yako, anayekuudhi muombe. Dunia inasemaje? Mpende akupendaye, asiyekupenda. Hizo zote ni hekima. Kitakacho kusaidia kutofautisha kwamba hii ni hekima ya Mungu au sio ya Mungu. Unapima hayo maneno kama yanaendana na neno la Mungu au hayaendani na neno la Mungu. Natamani watu wanielewe yani hapa. Kwa sababu hivyo vitu vinabeba roho. Na hiyo roho inamsababisha mtu aishi kwenye maisha ya namna hiyo kwa sababu ya hiyo hekima ambayo ameipata. Mtu anaweza kaa na changamoto ya ndoa. Mtu anakuja kushauri, unamtafuta mshauri aje akushauri, akwambia we si umesikia kuna watu wameuana kabisa. Wewe mtu kama anza hivyo, wewe utakufa wewe, toka kwenye hiyo ndoa. Hiyo si kitu kizuri, si anakutakia mema. Si ndio? Si hataki ufe. Si ni kitu kizuri, si ndio? Unasemaje kibaya? Kwa ufe. Ufe kwa sababu ya mwanaume. Ndoa ni paradiso. Sasa kila siku unakuwa moto fani. Unaenda kumuomba ushauri, mtu anakuambia wewe unangangania nini? Unangangania mwanaume. Si uondoke. Hata kaa na wewe kukuuliza kwamba kuna shida gani? Kwa sababu huyo mtu ambaye alikuwa anasema ninakupenda, siwezi kulala, nikinywa maji na kuona kwenye glasi. Mara hii amebadilikeje? Hakuulizi. Ili ajue changamoto iko wapi, akushauri kulingana na changamoto ulionayo. Anakwambia wewe ondoka, utakufa, ondoka. Anasema maneno mazuri lakini ndani yake yamebeba mauti. Hiyo ni hekima ya kibinadamu. Hekima ya kimungu, kila anachokisema unakipima kinaendana na neno la Mungu. Kama akiendani, ujue hiyo ni hekima ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kijana, unajueje kwamba huyu kijana aliyekufuata anakupenda kweli? Ni kwa sababu ya maneno anayokuambia mazuri. Sasa jana tulikuwa pia tunasoma kitu kinaitwa asili ambazo zinalitesa kanisa. Tulisoma kwenye kitabu cha Ezekiel 16 mstari wa 3 mpaka wa 11. Yerusalemu anazungumzwa kama mtu. Naomba unisikilize. Hili neno la Bwana lilimjia Ezekiel. Neno la Bwana lilimjia Ezekiel. Kuanzia mstari wa 3 anasema hivi: useme, nazungumza habari ya Yerusalemu. Useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi: asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa wala hukuoshwa. Unaona, anasema asili yako ulikuwa katika nchi ya Kanaani, na baba yako Mwamori alikuwa ni baba yako, na mama yako alikuwa Mhiti. Wote ni watu ambao hawamwabudu Mungu wa kweli. Na anasema katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa. Manake bado umeunganishwa kwenye asili yako.
kitovu chako hakiukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Alafu anasema hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Nami nalipopita karibu nao nikakuona unagaagaa katika damu yako, nalikwambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Sasa hiyo habari inaendelea. Jana tumezungumza vizuri kwamba huyu mtu anazungumza Yerusalemu, anamzungumzia Yerusalemu kama mtu alipokuwa anazaliwa, anasema kitovu chako hakikukatwa, na alimkuta anagaagaa kwenye damu. Alafu anasema ulichukiwa toka siku ile ya kuzaliwa. Jana tumezungumza vizuri sana, napenda nirudie tena. Kuna watu ambao wamechukiwa tangu siku wamezaliwa, na hao watu wakitembea, akienda mahali popote, hata akifanya mazuri unakuta watu wanamkasirikia. Kuna watu ambao walikataliwa toka wako tumboni mwa mama zao. Kijana tu hana maandalizi ya kuwa baba, ila anapenda mapenzi. Mimba ikitokea, hii mimba sio ya kwangu, anamkataa mtoto. Anamkataa mtoto toka tumboni mwa mama yake. Kwa mtoto yuko tumboni amekataliwa. Ujue akitoka atabeba roho ya kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, mtoto ambaye amekataliwa toka tumboni ni mpaka msaada wa Mungu uje, ambaye anasema anakuja kama Mungu mwenye huruma. Anasema tangu siku ya kuzaliwa kwako umechukiwa. Na inawezekana hiyo chuki ikaingia ndani yako na wewe ukawa unachukia tu watu. Kuna mtu ambaye anaamua tu, unakuta tu asema sijisikii tu kumpenda mtu. Na mahali pengine nisema nani, hata hapa nilishawahi kusema, mtu anakuambia mimi na yeye damu yake na yangu haziendani. Tunauliza hizo damu ulipima lini mkaona haziendani? Kama sio uchawi tu. Mimi damu yake na yangu haziendani. Wewe ni grupu gani? Na yeye ni grupu gani? Mungu si ameagiza upendo? Kwani ameagiza kwamba umpende mtu wa namna fulani na mtu wa namna fulani umchukie? Kuna mahali Mungu ameagiza? Sasa ukiona roho yako inajisikia kumchukia mtu, ujue kuna roho nyingine imeingia, sio roho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi asili tumesema jana, hizo asili ndo zinazosumbua. Na nitaka tuangalie mifano michache hapa. Nataka tuangalie mifano michache, tuangalie hiyo trend, alafu nitaama nimalizie sehemu ya mwisho. Tuangalie hii trend. Ndio vitu ambavyo vinasababisha kanisa lifanye nini? Lisikue. Kwa kuna mtu amebeba chuki, na akibeba chuki anatamani amwambukize kila mtu hiyo chuki. Yaani kwa mfano ikatokea mtu ameamua kumchukia mchungaji, unafikiri hiyo chuki inaishia kwake? Anaanza kutembea na shetani anaanza kuzunguka, nenda kwenye nyumba hii. Hivi wewe unamuelewa mchungaji? Kwani kuna shida gani? Mimi simuelewi. Anapanda mbegu. Unanielewa kitu ninachokisema? Anapanda mbegu kwa mtu mwingine, ile iliyoko ndani yake anaipanda kwa mtu mwingine. Mimi simuelewi mchungaji. Umuelewi kwa nini? Atatoa sababu zake za kwake binafsi kabisa. Ataeleza ile mbegu inahamia kwa mtu mwingine. Na huyo akitoka anaenda kwa mtu mwingine na yeye. Unamuelewa mchungaji? Mimi sielewi. Hata lile baraza letu lile nalo silielewi. Anaenda kwenye nyumba nyingine. Unajua umbea huo unatesa, unaweza kaamka hata usiku. Umbea unaweza kukuta simu imekatika, unaenda unatafuta, unaanza kutafuta vocha, umpigie mtu umueleze habari za umbea. Lakini hauko tayari kununua vocha umueleze habari ya neno la Mungu hilo ubilio. Nataka tusome tuangalie hapa, kuna vitu ambavyo vinaenda kwenye trend. Vinaenda kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto. Hivyo. Haya nikusomee kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 20. Nataka nisome kitabu cha Mwanzo sura ya 20. Tasoma mistari michache. Mwanzo sura ya 20. Naomba usikilize hapa. Nisikize vizuri, alafu tutaunganisha vizuri. Nasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 20. Kuanzia mstari wa kwanza anasema hivi. Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini. Nazungumza habari ya asili, kwenda nchi ya kusini. Akakaa kati ya Kadeshi na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Umesikia maneno? Anasema huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu akamtoa Sara. Lakini Mungu, Abimeleki alikuwa ni mfalme wa Gerari. Anasema akamtoa Sara. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mkewe mtu.
Basi Abimeleki alikuwa akumkaribia, akasema, Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe huyu kuwa ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe alisema huyu ni ndugu yangu kwa ukamilifu wa moyo wangu, na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Unasikia kitu hicho? Ibrahimu ameenda Gerari kukaa, na kuna mfalme wa Gerari anaitwa Abimeleki. Kwa sababu alijua, nafikiri kulikuwa ni tabia yao watu wa huku, mfalme akiona tu msichana mzuri, akaona huyu msichana wa Kiarabu, kama wa Kiarabu mzuri, asema kanileteni yule. Kwa na inawezekana kabisa kama kuna mume wake anauliwa ili achukuliwe akakae kwa mfalme. Akajua hapa naweza nikauliwa. Kwa bora niseme ni ndugu yangu, sio mke wangu. Si amesema uongo? Sasa angalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 26. Kuanzia mstari wa 6 anasema hivi, Isaka akakaa katika Gerari. Na kipindi hichi pia njaa ilikuwa imetokea. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe. Akasema ni ndugu yangu huyu, maana aliogopa kusema ni mke wangu, kwa watu wa nchi wasije wakamuua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Filisti akachungulia dirishani, akamuona Isaka anacheza na mkewe. Abimeleki akamuita Isaka akasema, yamkini huyu ni mkeo, mbona ulisema ni ndugu yangu huyu? Isaka akamwambia, kwa sababu nalisema nisife kwa ajili yake. Abimeleki anamuuliza, ni nini hiki unachotendea? Angalia, baba yake Ibrahim alisema Sara ni ndugu yangu, naye Isaka naye amerudia mambo yale, anasema huyu ni ndugu yangu. Kitu kile kile kinatembea kwenye trend ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kwa nini Ibrahim, Mungu alimwambia Ibrahim atoke kutoka kwenye nchi ya baba yake? Ukisoma kwenye Mwanzo 12 utajua. Alimwambia atoke katika nchi ya baba yake, atoke Harani aende Kanani. Ukisoma kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 24, anasema Mungu alikuwa amemtoa Ibrahim kutoka ng'ambo, akampeleka aende Kanani ili aende akabarikiwe. Kwa nini? Anasema kwa sababu Tera baba yake alikuwa anaabudu miungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anachofanya, anahangaika kumtoa Ibrahim kwa sababu baba yake alikuwa anaabudu miungu. Sio kwamba alipokuwa anamwambia toka, anamwambia uachane na baba yako. Hapana, na ukianza kusoma vizuri utagundua kama walitoka naye pia. Walitoka na Nahori, walitoka pamoja na Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anapokuambia utoke, manake anazungumza kwamba kuna vitu ambavyo vimeambatana na wewe vya kifamilia vinakuvuta usiweze kusogea mbele. Na Mungu anataka utoke. Ninazungumza habari ya asili ambazo zinawakwamisha watu wasisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 19 mpaka wa 22. Hii habari inazungumza habari ya Musa. Nataka tuunganishe haya matukio alafu tuone namna ambavyo Mungu atatusaidia kumaliza. Taunganisha matukio. Nasema hivi, Musa alikuwa ametoka ameenda kuomba mlimani. Na alipoenda kuomba amekaa karibu siku 40, alafu Mungu akampa zile mbao ambazo zilikuwa zimeandikwa amri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana kondoo ameshinda. Amekaa siku 40. Huku chini amewacha Haruni, ameacha na watu. Watu wakasema bana, mbona Musa mwenyewe, mbona Haruni amepandisha huko mlimani amekaa muda mrefu? Cha kufanya tutengenezee sisi ndama tumwabudu. Wakatengeneza ndama, wakapika chakula, wakala chakula. Sasa ilikuwa ni meza ya Bwana wao, sasa ndama. Wakaanza kuimba nyimbo za kumsifu na kumwabudu huyo ndama, kwamba ndama, wewe ndio uliyetutoa katika nchi ya Misri. Hiyo ni aina ya upumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu amewatoa Misri kwa maajabu makubwa, wamefika mahali wanasema kwamba tutengenezee ndama, kwa sababu Musa amechelewa, inawezekana amekufa. Tutengenezee ndama tumwabudu. Wakaanza kumwambia yule ndama, wewe ndio uliyetutoa Misri. Yaani ndama waliyemtengeneza hapo, afu anasema wewe ndio uliyetutoa Misri. Sasa si huo ndio upumbavu? Ndio nilisema kuna mtu anasema Mungu hayupo bwana, mimi nakula maisha. Akiwa Muhimbili pale amewekewa muogo, anasema Mungu nisaidie. Hiyo ni aina ya upumbavu. Sasa angalia, wakati Musa anarudi anasema hivi, hii Mwanzo 32 mstari wa 19 anasema hata alipokaribia marago akaiona ile ndama na ile michezo, hasira ya Musa ikawaka, akazitupa zile mbao mikononi mwake, akazivunja chini ya mlima. Akaitwaa ile ndama walioifanya, akaichoma moto. Sikiliza sasa hapa, hebu usikilize vizuri.
Wewe unajifanyaga kwamba una hasira na unajisifia kwamba una hasira kwenye ukoo wenu wote. Hakuna mtu anayekuweza kwa hasira. Ijapokuwa Biblia inaeleza kabisa kwamba hasira ukaa kifuani kwa mpumbavu. Kwa hiyo ukisema mimi nina hasira kuliko ukoo wangu wote, maana unasema mimi kwenye ukoo wangu wote ni mpumbavu kuzidi watu wote. Ukishajua hasira ikisha kuvaa ikianza kufanya kazi, unafanya vitu vya ajabu ambavyo ukija kupata akili mpaka unashangaa, ni mimi nilifanya hili jambo au sio mimi? Ni kwa sababu upumbavu ulikuwa umeupa nafasi unafanya kazi. Na Biblia kwa nini? Biblia inasema hivi, muwe na hasira ila msifanye nini? Msitende dhambi. Biblia inaruhusu kuwa na hasira. Hasira huwa inasaidia, ikishakuwa triggered inakusaidia kufanya maamuzi ya kuadhibu. Lakini hasira ikikuzidi hauwezi kucontrol. Utashangaa. Nilikuwa nasoma magazeti, kuna mahali kuna bibi mtoto ameiba shilingi 2000 kamchoma mikono. Ameiba shilingi 2000. Ndio unataka kumwadhibu mtoto aache uwizi, lakini shilingi 2000 unamchoma mkono yaani mikono kabisa, vidole kabisa vimeungua. Sasa hiyo ni hasira ya kawaida. Sio hasira ya kawaida hiyo. Ina mapepo ndani yake. Sasa okay, angalia hapa anasema hivi, Musa na Biblia kuna mahali Biblia inasema Musa alikuwa ni mpole sana kuliko watu wote juu ya uso wa nchi. Lakini hapa anasema hivi, akaitoa ile ndama walioifanya, akaichoma moto, akaisaga hata ikawa mavumbi, akainyunyiza juu ya maji, akawanywesha wana wa Israeli. Hasira iliyowaka ndani ya Musa. Amechukua ile ndama walioitengeneza ya dhahabu, akaiweka kwenye moto, akaiyeyusha, akaisaga ikawa mavumbi, akaweka kwenye maji, akawanywesha wana wa Israeli. Alafu Musa akamwambia Haruni, watu hawa wamekufanya nini? Wamekufanyani hata ukaleta dhambi hii kuu juu yao? Haruni akaanza visingizio hapa. Haruni akasema, hasira ya bwana wangu isiwake. Wewe unajua watu hawa ya kuwa wamejielekeza kwa mabaya, walivyoona kwamba unachelewa kurudi. Ameanza naye kuleta visingizio. Ni kuhani. Asa ndio maana nikaona niwafanyie ndama. Kwa hiyo tuseme hapa, yaani nyinyi mnaweza mkaja kwa mchungaji mkaambia, mchungaji, sisi tumechoka kumwabudu huyu Mungu, tunaomba tutengenezewe ng'ombe tuwe tunaabudu hapa kama wale watu wa taifa lingine. Mchungaji anasema, ngoja tu tuwatengeneze. Sasa nitafanyaje? Nikikosa nisipowatengenezea ndama, si tutakosa kupeleka sanduku la umoja. Mchungaji, lakini hiyo haiwezi kutokea. Natolea kwa mfano. Huyu ni Haruni, ni kuhani. Asmani hawa watu ndio wamenishawishi. Ni kuhani amesimama, baada ya kusimama kwenye nafasi kwamba Mungu, hamjaona matendo yote yale mapigo 10 kule Misri? Hamjaona Mungu alipotuvusha kwenye bahari ya Shamu kutumia fimbo tu? Ametuvusha, hamjaona? Leo mnamtengeneza ng'ombe. Nyinyi wenyewe mmemtengeneza kwa mikono yenu. Mnasema huyu ni Mungu wangu. Alafu unaweza ukashangaa usema, waliwezeje? Hata sisi tunapewa kazi na Mungu. Ametupa kazi, lakini kazi zinageuka kuwa miungu. Kwa sababu tunaziheshimu kazi kuliko Mungu ambaye ametuumba. Kwa badala ya kumwabudu Mungu tunaziabudu kazi. Unasema hawa watu walikuwa ni waajabu sana, lakini wewe ujioni kwamba ni waajabu kwa sababu kuna vitu umevitengeneza na unaviabudu. Sasa angalia mstari wa 26 anasema, ndipo Musa akasimama katika mlango wa marago akasema, mtu awaye yote aliye upande wa Bwana na aje kwangu. Wana wa Lawi wote wakamkusanyikia. Akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kila mtu na ajifunge upanga wake pajani mwake, akapite huko na huko kutoka mlango hata mlango kati ya malango, na mkamchinje kila mtu ndugu yake na kila mtu mwenziwe na kila mtu jirani yake. Anasema, na hao wana wa Lawi wakafanya kama vile alivyosema Musa, wakaanguka siku ile watu 3,000. Watumishi wa Mungu, mnanielewa kitu ninachokisema? Mmeona hasira za Musa jinsi zilivyoka. Alafu akarudi tena. Alikaa siku 40 mchana na usiku, hali wala kunywa. Akarudi tena mlimani kwa sababu mbao zenyewe alizokuwa amepewa zimeandikwa amri, alizivunja. Sasa nilikuwa nazungumza na mtumishi wa Mungu hapa. Ukitaka utrace hasira ya Musa amezaliwa kutoka kwenye ukoo wa Lawi. Ukoo wa Lawi wako na pamoja na akina Simeoni. Kuna kipindi ambacho dada yao ambao wamezaliwa pamoja nao anaitwa Dina. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo utaona. Walienda mahali kunaitwa Shekemu. Yule dada yao alibakwa. Alipobakwa, yule kijana ambaye alikuwa amembaka akamwambia baba yake, nataka nimuoe huyu binti kwa sababu nimempenda sana. Wakaenda kuzungumza na ndugu zake na yule Dina.
Lawi na Simeoni wakasema, wakamwambia, tunaomba nyie, kwa sababu nyie hamjatahiriwa, hamwezi kuchangamana na sisi, tunaomba mtahiriwe kwanza. Mkishatahiriwa afu tutawaruhusu nyie mwe mnaoa kwetu na sisi tuwe tunaoa kwenu. Walipotahiriwa, walipofika siku ya 3, kwa sababu walijua siku ya 3 vidonda ndio vinakuwa vimekolea vizuri, walienda kule. Lawi na Simeoni walipitisha upanga, waliua watu vibaya. Hiyo ni hasira ambayo imetoka kwenye kabila la Lawi. Musa wakati anaanza kazi alikuta wanapigana Misri, wanapigana Mwebrania. Mnakumbuka alichokifanya? Alifanyaje mtumishi wao? Alimuua yule Misri, alafu akafanyaje? Akamfukia, yaani alimuua, akamzika mwenyewe, akamfukia chini ya mchanga, alafu akakimbia. Lakini Musa ni nabii, amepewa na huduma ndani. Unaona hapa anafanya hiki kitendo na kifanya. Ana huduma ndani. Sio kwamba alikuwa hana huduma, alikuwa na huduma ndani, lakini ana hasira ambazo ni za ukoo. Na Yesu asifiwe sana. Hebu niambie, umepata mchungaji ambaye ana hasira za ukoo, inakuwaje? Kwa sababu sio kwamba hawezi kuwa mchungaji, anaweza kuwa mchungaji. Huyu alikuwa nabii, ana hasira za ukoo. Kuna mahali nilikuwa nasali, kuna mahali mchungaji, kuna mahali nilikuwa nasali, na mchungaji alikuwa anakuja amekasirika, amekaa kwenye kiti. Kwaya ya ushirika hivi, wakishaimba kwaya ya ushirika, amekaa sasa, hamna hata kusema wapigieni makofi, hamna. Asante kwaya vijana. Wanaimba, wakiimba kwaya vijana, wanatiu nasema hamko tayari kuimba, kaeni chini. Tuendelee na liturujia. Sio kwamba sio mchungaji, ni mchungaji, lakini hizo hasira ukimuuliza sema aisee, yani baba yangu mimi alikuwa na hasira, ni hasira za ukoo. Umeona huu uongo, mtu amedanganya na ukadanganya. Umeona haikuishia kwa Isaka, ukienda kwa Yakobo naye anaenda kule mbele anadanganya. Yaani trend inaenda iko. Jana nikasema kuna mtu unaweza kuona mtoto ni muhuni. Nasema mwana huyu akaraja. Kaulize wazazi wake watakwambia mbona sisi tuko vizuri. Uliza kwa babu yake. Unaenda kufika kwa babu yako, unashangaa babu yake alikuwa na wake 9. Waona hangaika na mtoto. Kumbe katoa kwa babu yake. Hivyo ndio vitu ambavyo vinasababisha kanisa lifanye nini? Lisiende. Ukiwa na watu wa namna hiyo ambao wamebeba, wana uongo wa kuzaliwa. Nishaisikia hapa mtumishi, kuna siku alinifuata hapa. Kuna siku alinifuata mtumishi wa Mungu. Akasema wewe, kuna watu wanasema eti Jibu wamekuja wamechukua hela za ujenzi kwenye akaunti ya ushirika. Sasa niambie huyo mtu aliyetoa hizo habari amezitoa wapi? Yaani mtu anakuja anaeneza hizo habari. Kwa mtu anasema mimi sitoi sadaka ya ujenzi kwa sababu watu wameenda kuchukua kwenye sanduku la mimi wamechukua jimboni. Huyo mtu ametoa wapi hao maneno? Mtu anaweza katengeneza maneno na ukayaamini kabisa. Mtumishi, nakumbuka. Mpaka ibidi tutangaze hapa. Sasa jamani, kwenye hiyo account benki kuna taratibu zake, kuna masignatory. Hao watu wanawezaje kwenda kutoa hela kwenye account ya Kipunguni? Hawana hiyo mamlaka. Lakini mtu ameshaeneza habari. Ukimfuatilia huyo mtu, kama sio mama yake muongo, shangaa bibi yake. Ukisema bibi yake alikuwa muongo, yaani mtaa mzima, yaani bibi alikuwa muongo. Ndio sasa watu wa namna hiyo ndio wanavuruga kanisa. Yaani akishapenyeza hiyo roho, anaua mbegu ya utoaji, anaua kila kitu. Jana nilikwambia kuna mtu hapendi kutoa, lakini sio tu hapendi kutoa, hata akiona mtu mwingine anatoa anakasirika. Yani kwa nini anatoa? Anajifanya anazo, anakasirika. Ndio bukaburosi yuko leo. Kanisa lolote lile nataka kukua. Kanisa haliwezi kukua kama halijaweka msisitizo na mkazo kwenye neno na maombi. Naomba tu nimalizia. Kama halijaweka msisitizo na mkazo kwenye neno na maombi. Na ninapozungumza habari ya kukua, kwa sababu tunazungumza habari ya vizuizi vya kufanya nini? Vyanzo vya vizuizi au vikwazo katika ukuaji wa kanisa. Kanisa lolote lile ambalo halina mkazo kwenye neno, halina mkazo kwenye maombi, halina mkazo kwenye nguvu ya Roho Mtakatifu, haliwezi kukua. Mnapoliona hili kanisa la Moravian limezaliwa, limekuja mpaka limeenea mpaka dunia nzima,
Ni kwa sababu kuna watu walikaa kwenye nafasi ya maombi, na historia inatuambia kwamba walikaa zaidi ya miaka 110 wanaomba. Ni wa Moravian, wanaomba kila siku, walikuwa wanasoma neno kila siku, walikuwa wanafanya nini? Wanaomba zaidi ya miaka 110. Ndio ukatokea mlipuko walipojazwa Roho Mtakatifu. Tunakuaga na ile sikukuu ya kumbukumbu tarehe 13 mwezi wa 8, Pentecost ya Moravian, wakajazwa Roho Mtakatifu. Kanisa ndipo lilianza kufanya nini? Lilianza kuenea. Kwa hiyo unapozungumza habari ya kukua kanisa ni kuongezeka kwa idadi, sio tu kwa kuzaliana, kuongezeka kwa idadi ya watu ambao wamehubiriwa Injili na wakaamua kujiunga na hiyo imani. Kuongezeka kwa idadi, lakini kukua kiroho. Wale watu walikuwa wanasoma neno kila siku. Umeona kuna kiongozi kalenda imetoa neno kila siku kwa mwaka wanasoma. Wewe unasoma neno mara ngapi kwa wiki? Wewe binafsi unasoma neno mara ngapi kwa wiki? Watumishi wa Mungu, unasikilizaga clip za mahubiri mara ngapi kwa wiki? Ila ukija hapa Jumapili unatamani neno lihubiriwe dakika 30. Kuna kukua kwa kanisa hapa? Nasema hivi kanisa lolote lile ambalo halina mkazo kwenye neno, halina mkazo kwenye maombi, halina mkazo kwa Roho Mtakatifu, hilo kanisa haliwezi kukua. Yaani itabaki hivyo hivyo, kila siku tutakuwa tunahangaika, tunakimbizana na makisio, tunakimbia, kesho mnapewa makisio, mnagawana, hivyo mtakuwa kila siku tutakuwa tunapambana na makisio. Kila siku. Kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya kwanza mstari wa 8. Biblia inasema, nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Si ndio? Alafu anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia tangu Yerusalemu mpaka Yuda mpaka Samaria mpaka miisho ya nchi. Hiyo ni kanuni ya expansion au kuongezeka kwa kanisa. Anasema nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Maana anaanza Roho Mtakatifu, akishakaa juu yenu anasema mtapokea nguvu. Baada ya kupokea nguvu ndio mnakuwa mashahidi. Anawaambia kwamba mnatakiwa mvikwe kwanza uwezo, ndipo mwanze kufanya kazi. Sasa angalia kile kitu kilichotokea. Ukienda kwenye Matendo ile sura ya 2, baada ya wale watu kukaa, walikaa na nafikiri karibu siku 50 wamekaa, na walikuwa wanakaa kwenye hekalu, wanasema walikuwa wakimsifu Mungu na kumwabudu daima. Ilipofika siku ya Pentecost, ndio Matendo sura ya 2, wanasema ulitokea upepo kama uvumi, zikawakalia ndimi za moto. Na baada ya kuwakalia ndimi za moto, wanasema wakaanza kusema kwa lugha mpya. Watu wakakusanyika wanawashangaa. Wakati watu wanawashangaa, Petro akaanza kuhubiri. Alipohubiri Petro, ukisoma ile mistari ya mwisho mpaka mstari wa 40 wa 41, Biblia inasema watu wangapi waliokoka? Watu 3000. Yaani umehubiri siku ya kwanza kabisa baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, wameokoka watu 3000. Na ukiendelea mbele kusoma unaona kanisa walipokuwa kama kanisa, wanasema walikuwa wanadumu katika mafundisho ya mitume. Kwa maana neno lilipewa kipaumbele. Walikuwa wanazunguka nyumba kwa nyumba wakifanya nini? Wakiumega mkate, kama jana ambapo tulikuwa tumeenda kwa mtumishi wa Mungu Mandenuka. Ilikuwa ni zile cell group. Yaani walikuwa wanaamini katika ibada za jumuiya, kwa ibada ianzie nyumbani kwenye cells. Walikuwa wanazunguka wanaumega mkate, na anasema kitu kingine, walikuwa na umoja, walikuwa na upendo, na walifanya kila kitu kilikuwa shirika. Yaani huyu akiwa na mali anauza shamba, anasema litumike kwa ajili, hela zitumike kwa ajili ya kueneza Injili. Wangapi wako tayari kuuza shamba kwa ajili ya kueneza Injili? Watumishi wa Mungu, kanisa lolote ambalo limezaliwa kwenye maombi linatakiwa likae kwenye maombi. Kuendelea kwake kutakuwa determined na kukaa kwenye maombi. Ngoja nisome hii mistari ya mwisho. Kutoka kwenye kitabu cha Zakaria ile sura ya 8 kuanzia mstari wa 20 nitasoma mpaka wa 23. Naomba unisikilize hapa vizuri. Nataka nimalize vizuri unielewe. Kitabu cha Zakaria ile sura ya 8 anasema, Bwana wa majeshi asema hivi, itatokea halafu ya kwamba watakuja mataifa na wenyeji wa miji mingi. Wenyeji wa mji huu watauendea mji huu, wakisema, haya tuendeni zetu kwa haraka tuombe fadhili za Bwana. Sasa tuenzetu kwa haraka tuombe fadhili za Bwana na kumtafuta Bwana wa majeshi, mimi nami nitakwenda. Alafu anasema naam,
watu wa kabila nyingi na mataifa hodari watakuja Yerusalemu kumtafuta Bwana wa majeshi na kuomba fadhili za Bwana. Watakuja kumtafuta Bwana wa majeshi na kuomba fadhili za Bwana. Alafu anasema Bwana wa majeshi anasema hivi, siku hizo watu 10 wa lugha zote za mataifa wataushika upindo wa nguo yake yeye aliye Myahudi, naam wataushika wakisema, tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia kwamba Mungu yuko pamoja nanyi. Hii ni nyumba ya maombi. Yesu, kumbuka wakati Yesu ameenda kule Yerusalemu, alikuta wanafanya biashara kwenye kanisa. Yesu alisemaje? Alisema imeandikwa, kutoka kwenye kitabu cha Isaya imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Maana yake nyumba yangu ni nyumba ya maombi, the house of prayer. Mahali popote pale ambapo kuna maombi ya kutosha, kuna nguvu huwa zinazaliwa. Na nguvu zikizaliwa watu watakuja tu, kwa sababu kuna nguvu zimezaliwa mahali. Mahali ambapo hakuna maombi watu hawezi kuja, hawezi kuongezeka. Sasa anasema hawa watu kwa sababu watakuwa wamejua kwamba Mungu wenu yupo, anasema tunatamani na sisi tuitwe kwa jina la Mungu wenu. Watakuja tu. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu unapoenda kukaa kwenye madhabahu ya maombi, wewe mwenyewe unafanyika kuwa dhabihu. Ukifanyika kuwa dhabihu, kwa Kiingereza unaita burnt offering. Si ndio mtumishi wa Mungu kweli? Burnt offering. Ukifanyika kuwa dhabihu wewe mwenyewe, harufu ya manukato ambayo itatoka itawavuta watu waje kwenye madhabahu. Nimesema hivi, hakuna kanisa linaloweza kukua, narudia tena. Hakuna kanisa linaloweza kukua kama halijaweka mkazo kwenye neno. Mtu hataishi kwa mkate tu, isipokuwa katika kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Hakuna kanisa linaloweza kukua halina mkazo kwenye neno. Jambo la pili, halina mkazo kwenye maombi. Hakuna kukua kwenye hiyo kanisa. Hili kanisa letu hili limezaliwa kwenye maombi. Nataka niwaambie hivi watumishi wa Mungu. Kanisa letu hili limezaliwa kwenye maombi. Lakini maombi ndio kitu ambacho sasa hivi watu wanakichukia kuliko kitu kingine chochote. Jambo la pili, kanisa letu hili limekaa kwenye neno kiasi kwamba tuna kiongozi kalenda ambayo inatupa maelekezo ya kusoma neno kila siku. Na kuna watu wa madhehebu mengine huwa anachukua kiongozi kalenda ikitoka, anachukua kama mwongozo wake wa kusoma neno. Wewe hata ukiambia chukua kiongozi kalenda hapa, hata una mpango. Hata iturugia tu nikikuuliza una. Ila kuna watu wa kanisa mengine wanachukua kiongozi kalenda ili wasome neno. Hili kanisa ndio ambalo sasa hivi mtu akihubiri dakika 40 anapata shida. Kuna mahali nishai kusema kuna uchawi ambao umewekwa kwenye kanisa la Moravian unasababisha hili kanisa lisikue. Mojawapo ni kubana muda wa neno. Jambo lingine ni kanisa kukosa muda wa kutosha wa maombi. Sio tu kwenye vipindi vingine. Kuna vipindi huwa vinawekwa vipindi. Jumatatu kutakuwa na ratiba fulani, Jumanne kutakuwa na kipindi cha maombi. Naenda kwenye kipindi cha maombi uone kama watu wanakuja. Tanzania hii, Dar es Salaam hii, kuna watu ambao kwenye makanisa yao. Okay, tuchukulie tu mfano hapo nani tu Kimara KKT. Watu wana morning glory wanakuja kila siku asubuhi, afu wana evening glory. Wanakuja asubuhi Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumamosi wanakuwa kwenye jumuiya. Asubuhi kabla ya kwenda kazini wanaenda ibadani, jioni wanaenda kwenye evening glory. Kila siku. Jumapili ukienda kanisani saa 11 alfajiri haupati siti. Watu wamejaa. Wengine wanatoka Mlandizi, wengine wanatoka Morogoro, wengine wanakuja kusali pale. Na ni kanisa kama la kwetu la Kiprotestanti. Palitanguliwa na watu ambao walikuwa naomba, kuna msitizo wa neno, kuna msitizo wa maombi. Watu wanashinda pale, wanajaa pale. Na akija hapo saa 11 wewe umekosa siti, wanakaa ibadani mpaka saa 8 za mchana ukienda wamekaa pale ibadani. Sisi tuko busy na biashara, tuko busy na kazi. Mbona hizo kazi hazireflect kwenye ibada tuone? Yaani najiuliza kama kweli sisi tuko serious. Mbona hatuoni reflection kwenye ibada? Mbona hatuoni vyombo? Mbona hatuoni? Biblia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 15 anasema, nami nitawapa wachungaji watakao walisha kwa maarifa na ufahamu. Maarifa ya neno la Mungu, sio tu neno la kawaida. Neno ambalo likija litakupa ufahamu wewe wa kufunguka ufahamu wako na kwenda kuanzisha biashara. Neno ambalo likija
litakuondoa kwenye visingizio kwa kusema mimi baba yangu hakunisomesha. Litakupa accountability wewe mwenyewe kwa kusema maisha yangu natakiwa nijipambanie mimi mwenyewe, kwa sababu sio watu wote waliofanikiwa wamesoma. Sio watu wote waliofanikiwa wamesoma. Na kwa kusema hivyo simaanishi kwamba watu waache kusoma. Msisitizo wa kwanza, someni. Ambao ni wanafunzi, someni. Ninachozungumza ya kwamba uko kwenye hiyo hali, mbona umebaki hapo hapo? Unafikiri kuna mtu anayekuja kukuonea huruma? Tumesoma kwenye ile Ezekia 16, anasema wala hakuwepo mtu wa kukuonea huruma, ulikuwa umegagaa kwenye damu yako, ulikuwa uko uchi. Watumishi wa Mungu, mnanielewa? Nasema ndio hili kanisa ambalo halipendi neno, halipendi maombi. Tunarushaga matangazo ya mikesha mara 2 kwa mwaka ya jimbo, kwa mwezi ya jimbo. Hata kwenye ibada kutangaza wanaona matangazo, lakini hata nasema mchungaji mbele yako hapa hawatangazi. Sio kama tunaombea watu wengine, tunaombea kanisa hili. Hawatangazi, hakuna mtu, nobody bothers. Hakuna mtu anajali, hawatangazi. Achilia mbali kuja. Kuna mahali tuliendaga tulimkutaga tu mchungaji mwenyeji, na kuna mahali pengine unaenda hata mchungaji mwenyeji mwenyewe umkuti. Ndio hili kanisa tunataka liende, tunataka kanisa likue. Vijana tumepewa nguvu. We have to reclaim our dignity. Tunatakiwa to reclaim asili yetu. Asili yetu kanisa imezewa kwenye maombi. Kama wazee wanasema sisi hatutaki neno, sisi tutake neno. Masaga iko vizuri. Kama wazee wanasema sisi hatutaki neno, sisi tuwe na kiu na neno. Tumeitisha semina hapa, tunataka kwenye semina. Watu wamesikia, lakini wamekuja wangapi? Mtu aliyesikia neno jana na juzi na leo mtakuwa mko sawa? Kama anasikia na anaweka kwenye matendo kinachokisikia, mtakuwa sawa? Bwana Mungu, nimekuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, Bwana Mungu, nimekuja kwako, unifanye kama wewe upendavyo. Nifinyange, unifanye kama wewe upendavyo. Nifinyange, unifanye kama. Sikiliza mtumishi wa Mungu, kati tunaabudu ile kanisa la kwanza, baada ya kuhubiri mara ya kwanza, Petro anasema waliokoka watu zaidi ya 3,000. Lakini ukienda mbele unasema watu walikuwa wakiongeza kila siku, watu walikuwa wanaongezeka waliokuwa wakiokolewa. Kwa nini? Kwa sababu kanisa lilikuwa na umoja, lilikuwa na upendo, walikuwa na moyo mmoja, walikuwa na roho moja. Alafu ukienda mbele sio tu walikuwa wanaokoka watu 3,000, ukienda mbele unakuta kuna watu 5,000 wanaokoka. Ukienda mbele watu 8,000 wanaokoka. Ukienda mbele unaanza kukuta mtu mmoja mmoja anaanza kuchukua mji. Na kuna mahali watu wanaenda nasema watu wale walioteka ile miji mingine nasema wamekuja na huku wanaujaza mji na mafundisho yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa na nguvu. Kulikuwa na nguvu. Hiyo nguvu sio tu ya kanisa ya jumla, sio ya corporate anointing. Mtu mmoja anaenda mahali, mji mzima unamwelekea Yesu. Mji mzima. Bwana Mungu, Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama. Nyosha tu mkono wako, mwabudu Mungu. Mwambie tu Roho Mtakatifu, unifanye kama upendavyo. Ninakuja kwako. Mwambie Mungu akutengeneze. Inawezekana kiu ya neno iliondoka ndani yako. Mwambie Mungu, nataka unitengeneze. Hata nikikaa nyumbani niwashuhudie watu. Huyu mama yake na Yusufu ameshuhudia hapa. Anawaambia watu wengine, twendeni. Kuna mchungaji ambaye akimwekea mkono mtoto amepona, na hata wewe anaweza kukusaidia. Unapoenda huko unasema nini juu ya mchungaji wako? Unasema nini juu ya madhabahu ambayo inakulisha? Nifinyange, unifanye kama. Biblia inasema
Sema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya uvuli wa utulivu uniongoza. Huniuisha nafsi yangu. Mwambie huyo Bwana ambaye ni mchungaji mwema, niuishe nafsi yangu. Alafu anasema ya kwamba anakinitoa anasema, anaandaa meza mbele ya watesi wangu. Anaandaa meza mbele ya watesi wangu. Amenipaka mafuta, kikombe changu kinafurika. Hicho kikombe ni mafuta ya Roho Mtakatifu ambayo anaweza kukaa ndani ya mtu mmoja akawa shahidi, akawa na nguvu ya kushuhudia watu wengine, akawa na uwezo na nguvu ya kushuhudia kwamba twende kwenye madhabahu ya Kipunguni, kuna maombi. Twende kwenye madhabahu ya Kipunguni, kuna neno litakalo kubadilisha. Twende kwenye madhabahu ya Kipunguni, kuna Mungu aliye hai, Mungu aliye hai ambaye tunaweza tukaitwa kwa jina lake. Niweze. Fumba macho yako, mwabudu tu Bwana, mwambie Bwana nifinyange. Kuna watu ambao wana mioyo ya jiwe, na Roho Mtakatifu anasema anatoa moyo wa jiwe, anaweka moyo wa nyama. Anatoa moyo wa jiwe, anaweka moyo wa nyama. Mwambie tu niwezeshe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko tayari kukusaidia. Atakapokusaidia, atakusaidia na familia yako, hata kuacha peke yako. Hata kuacha peke yako. Mtumishi wa Mungu wakati anaomba alisema, hatutatoka peke yetu. Hatutatoka peke yetu. Tutatoka na ndugu zetu, tutatoka na watoto wetu, tutatoka na watoto wetu, tutatoka na wanyama, tutatoka na wanyama wetu na ng'ombe zetu, tutatoka na kila kitu chetu, tutatoka na kila kitu chetu. Mwambie Bwana nifinyange. Ndivyo Musa alivyowaambia, na neno tuliopewa kwenye sikukuu ya vijana kwenye Kutoka 14:14, Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Na Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakawafanyia hivi leo, kwa maana hao Wamisri mliowaona waliokuwa wanawavuta mrudi kwenye asili zenu, hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi Kipunguni, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Mimi ninakutangazia Kipunguni, endelea mbele. Usisikilize maneno ya kukurudisha nyuma. Usisikilize maneno ya kukatisha tamaa. Wewe ambaye Kipunguni watu walikutazama kama mfano, usipoteze asili yako. Watu waliosema Kipunguni ni madhabahu ya makimbilio, usipoteze asili yako. Usipoteze asili yako. Utakapotengenezwa, utasimama kwa ajili ya familia yako, utasimama kwa ajili ya watoto wako, utasimama kwa ajili ya mume wako, utasimama kwa ajili ya mke wako. Mwambie tu Bwana kwa maneno ya kinywa chako, unifanye kama. Mwambie Bwana, niondolee uchovu wa kusoma neno, niondolee uchovu wa kusikiliza neno. Haya ni maombi yako, yao ni maombi yako. Unifanye endelea kunyosha mikono yako juu, ishara ya kusalenda. Mwambie tu Bwana, nataka unitengeneze. Mwambie Bwana, nataka unitengeneze. Na siku ya leo kwenye sikukuu ya vijana iwe ni historia, unitengeneze. Sema na moyo wako, sema na hiyo sadaka ambayo umeandaa. Mwambie Roho Mtakatifu, niwezeshe. Ninatoa hii sadaka nikileta hazina ambayo ni moyo wangu kwenye madhabahu yako. Niwezeshe, nitengeneze. Niwezeshe, nitengeneze. Kama wewe hauna hasira ndani yako, wewe baki kaa kimya. Lakini kama unaona kuna mahali umekwama kwenye familia yako, umekwama kwenye asili yako, mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie kutoka hapa. Natamani kiwango changu cha kuomba kibadilike, kiwango changu cha kusoma neno kibadilike. Mwambie Roho Mtakatifu, nitengeneze. Niwezeshe, niwezeshe, unifanye kama. Nenda tu mbele za Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Mungu, tunaomba toba na rehema. Tunaomba toba na rehema. Tunaomba toba na rehema. Kuna mahali ambapo tulisimama kama stumbling block, tukawarudisha na wengine nyuma,
tukawakatisha tamaa, lakini hatukujua kwamba kuna asili zetu ambazo zinatuvuta nyuma. Tunatamani kwenda mbele, lakini asili zetu zinatuvuta nyuma. Tunatamani kutengeneza kiu ndani yetu ya kusoma neno, kiu ndani yetu ya kuomba, kiu ndani yetu ya kukuabudu. Tunatamani Bwana tutengenezwe kwa upya, tunatamani tutengenezwe kwa upya. Nenda tu mbele za Mungu, mwambie Bwana nitengeneze. Ninaomba toba mahali ambapo niliacha hata familia yangu ikaharibika, lakini ulikuwa unanitazama mimi kama kuhani, unanitazama mimi kama kuhani, zikaacha familia yangu inaharibika kwa sababu nilisema huyu atashughulikiwa na baba yake, huyu atashughulikiwa na mama yake. Mwambie tu Bwana, nimekuja mbele zako siku ya leo, nitengeneze. Nimeacha watoto wanaharibika, nimeacha ukoo unaharibika, lakini unanitazama mimi. Rapa shakataya reko shando ropo repa shakataya mama repa koria manto rendo ropo koria mama repa shanda rapa reko shando ropo. Fungua kinywa chako, usikae kimya. Fungua kinywa chako, usikae kimya. Usiridhike na mahali ulipo. Mwambie Roho Mtakatifu, nijaze na nguvu zako, nijaze na nguvu zako. Anasema mahali palipo na ukame anaachilia mito ya maji, anaachilia mito ya maji, anaachilia mito ya maji, anaachilia mito ya maji. Mwambie Bwana, nijaze, nitengeneze. Nimechoka kutembea kwenye ukame. Nikija kwenye ibada ninasikia ukame, nikifika kwenye ibada hata sitamani kukaa kwenye ibada, natamani kurudi nyumbani kwa sababu nasikia ukame ndani yangu. Nijaze mafuta yako, nijaze Bwana. Repa shekeri ya mama, repa kori ya mama, rendo ropo kori, repa shakata ya mama, rendo ropo kori ya mama, repa shakata ya. Na hizo nguvu zikija zitakusaidia, zitakusaidia. Hizo nguvu zikija zitakusaidia. Kitabu cha Warumi sura ya 8 ule mstari wa 11 anasema, ikiwa Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu anakaa ndani yenu, atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Atahuisha na miili yenu. Roho Mtakatifu anapokuja juu yako, anahuisha na mwili wako, anahuisha magoti yaliyolegea, anahuisha hicho kiuno, anahuisha hiyo tumbo la uzazi, anahuisha mifupa, anahuisha mwili wako, anakutoa kwenye udhaifu, anaachilia uponyaji. Roho Mtakatifu ni roho wa uzima, ni roho wa uzima. Anapokuja ndani yako na anapokaa juu yako, anaachilia uzima, anaachilia uzima. Hautabaki kama ulivyo. Inawezekana kuna utasa wa ukoo unaokufuatilia. Inawezekana kuna utasa. Sara alikuwa tasa na Rebeka alikuwa tasa. Ni kwa sababu kuna utasa uliokuwa unapita kwenye ukoo, lakini walipotembelewa na Mungu aliye hai wakapata uzao, wakaitwa mama wa mataifa mengi. Repo rapa shakataya. Na Mungu akupe uzao. Wewe ambaye Mungu umemtafuta Mungu kwa ajili ya uzao, aponye hilo tumbo, aponye hilo tumbo. Na siku ya leo iwe ni mwanzo mpya wa kutembea na Mungu, mwanzo mpya wa kutembea na Mungu. Fungua kinywa chako, hata kushangaa, acha kushangaa. Fungua kinywa chako. Arapa shakata ya masi, reko shakata ya mani, repo koria mani, repa shanda rapa koria, repa shakata ya mana, repo koria manto. Mwambie Mungu, nipe kiu ya ibada, nipe kiu ya ibada, nipe kiu ya ibada. Nasikia ukame, nipe kiu ya ibada. Roho Mtakatifu anakujaza, Roho Mtakatifu anakujaza, Roho Mtakatifu anakujaza. Nipe kiu ya maombi, nipe kiu ya neno, nipe kiu ya neno litakalobadilisha maisha yangu, litakalobadilisha maisha yangu, litakaloachilia maarifa yatakalobadilisha maisha yangu. Nipe kiu ya neno. Unifanye kama upendavyo, nifinyange, nifinyange, nifinyange. Unifanye kama upendavyo, nifinyange, nifinyange. Unifanye kama upendavyo, nifinyange, nifinyange, nifinyange.
unifanye kama upendavyo, nipe nguvu, nipe nguvu